moja katika mambo ambayo tumepigwa vibaya Waislamu ni jambo la maadili, jambo la akhlaq. Yani wewe ukizungumzia mambo ambayo leo tumefeli kupindukia, ni katika maadili, ni katika tabia. Ahmad Shauqi mnamjua sana, ni mshairi hodari na alikuwa na ulimi mkali sana, kwa na hikma na kuona mbali sana katika mashairi yake mengi. Ukiyasoma na kuyasikia utaona namna gani alikuwa anafikisha ujumbe kwa njia murua kabisa. Mmoja katika ujumbe wa kuharibikiwa sisi katika akhlaq anasema hivi: talabatul ilmi, ni vizuri mkauchukua ujumbe huu na mkaufanyia kazi. Anasema hivi: wa idha usiba alqawmu fi akhlaqihim فأقم عليهم مأتما وعويلا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم, watakapopatwa na msiba watu, jamii itakapopata pigo, fi akhlaqihim, katika maadili yao, katika desturi zao, katika akhlaq zao. Yani msiba sio kufa mtu, msiba sio kwamba umekosa jambo fulani na fulani na fulani unayoona wewe kwamba ni mambo makubwa. Anasema msiba anaozungumza Ahmad Shauqi ni watu wakakosa akhlaq, ni watu wakakosa tabia. Wakishapatwa na msiba huo, anasema faaqim alaihim ma'taman wa awila, waekee kilio hao watu, waekee matanga, waekee msiba. Sio akifiwa na mtu, akidondoka mzee wao wa mtaa, akiondoka kiongozi wao fulani waliliwe. Hapana, anasema la, wakipata pigo la maadili, wakawa hawana adabu, hawana akhlaq, waekee matanga, tena kilio cha kweli kweli, kwa sababu hapo wamepatwa na msiba. Ndugu zangu, wallahi billahi nakuapieni, katika zama ambazo sisi tunaishi, pigo letu kubwa na msiba wetu mkubwa upo katika akhlaq na tabia. Hapa ndipo tulipovurugwa kikweli. Wewe angalia tu kundi la watu katika jamii yetu, niwe labda linatoka kuangalia football match, kulikuwa na mechi fulani kule kule, kabla hata hawajatoka kule kule kwenye viwanja vya mpira, sikiliza yale mazungumzo yao. Mimi nishawahi kuhudhuria katika baadhi ya mechi. Zamani nilikuwa nikienda Amani Stadium. Watu wengi hawajui, nawapa siri moja, kwenda kutizama mechi, kwa sababu mimi napenda mpira kutokea ujana wangu. By the way, mimi nilikuwa namba 10 ndo striker. Kama sijaja mimi mechi na ahirishwa. Amna sio makofi. Amuri anapiga makofi, amenogewa. Sasa ilikuwa mara nyingi usiku tunatizama mechi na vijana wengi. Basi yale matusi unayoyasikia nyuma yako huko, unajua kuna baadhi yetu hatukulelewa kusikia matusi kila aina. Sasa mtu anapotukana unaona tabu wewe, unaona vibaya wewe. Unapomsikia mtu anasema vitu vya hovyo unaona tabu. Ile matusi unayoyasikia, kocha anapotukanwa, pengine mtu mzima ambaye anamzaa yule kijana, striker akikosa goli, amekosa penalty, atatukaniwa yeye mpaka baba yake na mama yake wa 7. Yote haya ni maadili yamekosekana. Alafu sasa watu watoke hapo, iwe timu yake mtu imefungwa, wanapita kila pahali, basi nchi itashika adabu yake kwa namna mambo yanavyokwenda. Sasa hiyo ni sehemu moja tu, watu wanatoka kwenye football,
sikwambii kwenye viwanja vingine. Sasa hii inaonyesha kiasi gani maadili ya watu wetu na watoto wetu yalipofikia. Sasa huko kote tumetoka, sasa hivi tuko kwenye mambo ya dini. Haya maadili haya machafu yamehamia kwenye dini sasa. Yamehamia kwenye mawaidha tunayotoa. Si hapa natoa nasaha kama hizi, kama mtabahatika kuingia kwenye mitandao mkaona live hizi zinapita, basi wakaona baadhi ya vijana ambao pengine wanakhtalifiana na mimi kwa njia moja au nyingine, shuhudieni ile kamia, ile idadi ya matusi yaliyo katika zile comments zao. Na kuambia hivi kukuonyesha ushahidi kwamba tumepigwa pahala vibaya mno. Yaani sehemu ambayo ilikuwa hakutakiwi kuwa na vitu kama hivi, leo vipo. Na kama sikuona haya, baadhi yao hudhuria katika darasa kama hivi, sio kwa lengo kwamba anaenda kusikiliza, anaenda kuchukua point, nukat, katumwa kama shushushu fulani. Leo bwana katushambulia kweli kweli, katutaja hivi. Yani tumefeli kwa kiwango kikubwa mno. Yani sehemu ambayo ilikuwa haitakiwi haya mambo yawepo, leo yapo. Matusi ya nguoni wanaambiwa watu wa dini, mashehe, maimamu, ulama, wazee, maraisi, mawaziri, wanatukana ovyo tu. Hilo likijulisha jambo linaonyesha ni kiasi gani maadili hayakuporomoka tu, yamekufa. Kwa hiyo tutafute njia ya kuyahuisha. Imam Ghazali ni maarufu sana, hasa katika almutasawwifin au katika sufia. Imam Ghazali ana kitabu chake anakiita Ihya Ulumuddin. Yani kuna kipindi yeye alipofanya observation akaona kwamba ulumuddin kama zimekufa, sasa zinataka kuhuishwa, akatunga kile kitabu. Mmoja katika vitabu vizuri ambao nimewahi kuvisoma, anahuisha mambo yaliyokufa. Sisi maadili yetu ndugu zangu yamekufa. Tunatakiwa wawepo watu sasa wahuishe haya maadili. Tutaweza? Mshairi mmoja alisema, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Anasema utapata kusikilizwa kama unamuita mtu aliye hai, lakini je, mtu aliyekufa unamuita atakuitikia? Ina maana kuna kazi kuhuisha kitu ambacho tayari already dead. Kwa hiyo maadili ndugu zangu yamekufa, kwa sababu pale ambapo tulitarajia kwamba hawa ndio watakuwa watengezaji wa maadili yetu, wao ndio wavurugaji wa maadili yetu. Hawa ambao wanasikiliza darsa kila kukicha, wanasikiliza qala Allahu qala Rasulullah, hawa ndio tulitarajia sasa waende mitaani wawaambie watu, jamani hichi sio sawa, tengezeni ndimi zenu, maadili yenu, dini ni akhlaq. Ad-dinu al-khuluq, faman faqaka fi al-khuluqi faqad faqaka fi ad-din. Dini ni maadili, dini ni tabia. Aliyekushinda wewe katika tabia, jua ameshakushinda katika dini. Hili ninalolizungumza kwa watu wasiokuwa na adabu, wale vijana utaona wamepata mubarrir la kulipeleka kule ambako wanataka wao, alimradi wahalalishe utovu wa adabu na nidhamu walizokuwa nazo. Lakini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Darda, amesimulia Imam Tirmidhi, Imam Abi Daud, Mtume anasema, ma min shay'in athqalu fi mizan al-abdi yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Hakuna katika siku ya kiyama kitu kitakuwa na uzito katika mizani
kushinda tabia njema. Hadithi ya Mtume. Yani wewe utakuja na mambo yako mengi, lakini uzito mkubwa utakuwa katika akhlaqi zako na desturi na tabia na mila na silka nzuri ambazo hizo ndio zitakuwa na uzito siku ya Kiyama.